Ni Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 12 2025. Ni kusalimu kwa jina la Yesu, mtazamaji wa TAG Shekina MCC Media. Jina langu ni John Dao, nikaribishe katika kipindi cha neno la Mungu, kipindi ambacho tutaenda kuangazia mambo mengi kuhusiana na kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu binafsi. Mungu anapomleta mtu duniani anakuwa ameweka kusudi gani kwenye maisha yake. Lakini katika kuliangazia hilo, sitakuwa peke yangu hapa, nitakuwa na mchungaji Sabato ambaye yeye ni mchungaji msaidizi katika kanisa la TAG MCC. Ataenda kutufafanulia kwa undani zaidi, kwa sababu kila mmoja ambaye ameletwa hapa duniani analo kusudi lake binafsi ambalo Mungu ameliweka ndani mwake, lakini watu wengi wamekuwa na ugumu wa kulitambua kusudi la Mungu kwenye maisha yao, hivyo wanakuwa wanaishi nje ya lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo nikusihi, endelea kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki tutakapoenda kufafanuliwa kwa undani zaidi. Kwanza mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikukaribishe sana kwenye kipindi chetu cha mahojiano ya neno la Mungu. Amina, asante sana, nashukuru sana. Labda kwa uzuri mtazamaji wetu anatamani kukufahamu jina lako vizuri, lakini wewe ni nani? Itakuwa vizuri zaidi. Amina. Mimi kwa majina yangu naitwa mchungaji Samuel Sabato, kama ambavyo mtangazaji hapa alitangulia kusema. Mimi ni mchungaji msaidizi hapa kanisani, kanisa la TAG MCC, chini ya mchungaji kiongozi Elia Weston Mtokambali. Tuko hapa tunamtumikia Mungu. Asante sana. Nadhani kama nilivyoitambulisha mada, wapo watu wengi ambao wanaishi nje ya kusudi la Mungu ambalo Mungu aliwaleta kwalo hapa duniani. Ndio. Sasa katika kuliangazia hili, natamani ukatufafanulie kwa undani. Kwanza kabla hatujaenda mbali zaidi, tunatamani tujue mtu anaposema kusudi hilo neno linakuwa na maana gani kibiblia na hata kwenye hali ya kawaida? Amina, ndugu mtangazaji, na tunapoongelea kusudi la Mungu ni mada pana kidogo, na ina vitu vingi sana ndani yake, na kiukweli ni mada muhimu sana kwa mtu kuifahamu. Kulijua kusudi la Mungu ni kitu cha msingi sana, na kwa kuwa tutakuwa tunazungumzia hii mada, basi tutaangalia vitu vingi ndani yake ambavyo vitatusaidia kuelewa kwa undani kuhusu hili neno lenyewe, kwanza kusudi la Mungu, lakini pia na vitu vilivyomo ndani yake kwa mujibu wa maandiko. Na nimekusikia umeuliza kusudi la Mungu ni kitu gani. Mimi nafikiria kwa kuanza tutafsiri kwanza neno lenyewe, kusudi la Mungu. Umeshasema kuna maneno mawili hapo, kuna kusudi alafu Mungu, kwa sababu kila kitu kina kusudi lake. Lakini hili tunalotaka kuliongelea ni kusudi la Mungu, na kwa sababu kusudi la Mungu ni pana, kwa sisi hapa nafikiri tutaangazia, na ilikuwa ni makusudi yenu tuangazie hasa kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Maana kuna kusudi la Mungu kwenye maeneo kadha wa kadha. Kuna kusudi la Mungu kwa malaika, kuna kusudi la Mungu kwa viumbe wengine, lakini pia kuna kusudi la Mungu kwa wanadamu, ambalo hilo ndilo ambalo tunaliangazia kwa sababu linatuhusu sisi moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ufupi tu, tunaposema kusudi la Mungu, kwa haraka haraka tunaweza kusema ni ile mipango ya Mungu. Maneno ya Kiingereza ni neno linaitwa the purpose of God. Na kusudi la Mungu kwa mwanadamu tunalipata mwanzo wa uumbaji wa Mungu kwa mwanadamu. Mungu alikuwa amekusudia nini? Mungu alikuwa amepanga nini? Mungu alikuwa na mpango gani na mwanadamu aliyemuumba? Kwa hiyo hii tunaipata hasa kwenye kitabu cha Mwanzo.
sura ya kwanza ule mstari wake ukianzia mstari wa 26, nafikiri mstari wa 26, mstari wa 27 na mstari wa 28. Hii ndio inaonyesha lile kusudi kuu la Mungu kwa mwanadamu. Nafikiri tunaweza tukasoma hapo. Tusome kabisa, tufungue kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 na tutasoma mpaka mstari wa 28. Maneno ya Mungu yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Ukiendelea hapo mbele mstari wa 29 anasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndicho chakula chenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mara ya kwanza kabisa tunaona Mungu kama muumbaji anaanza na wazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatangulia kuwa na wazo. Na akiwa na wazo analishirikisha lile wazo. Kuna mambo kama matatu hapo. Cha kwanza kilichotangulia, tunaona Mungu alianza na wazo. Na mara zote huwa nafundisha, nasema kila kitu kinachoonekana huwa kinaanza na wazo. Kwa hiyo Mungu pia alitangulia kuwa na wazo. Anasema na tumfanye mtu. Maana yake hili ni wazo, na hatua ya pili baada ya wazo, Mungu akashirikisha lile wazo. Unaona, anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Maana yake kuna nafsi zingine hapo zinashirikishwa lile wazo alilokuwa nalo. Alafu baada ya kuwa amelishirikisha wazo, hatua ya tatu sasa ni kutendea kazi wazo. Kwa mstari wa 26 tunamuona Mungu mwenye wazo anashirikisha wazo. Mstari wa 27 tunaona Mungu baada ya kushirikisha lile wazo akaanza kulitendea kazi lile wazo. Mstari wa 27 inasema akamuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Lakini mstari wa 28 tunaona pia Mungu sasa anaweka kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba huyu mtu aliyeumbwa, kwa nini ameumbwa? Kwa nini amefikiria kumuumba huyo mtu? Kwa nini amefikiria kumtengeneza mtu kwa sura yake na mfano wake? Sasa ndio anaonesha lile kusudi. Hili ndio kusudi kuu, ili akatawale. Sasa kabla hujaendelea sana mchungaji, natamani kujua kusudi la Mungu huwa lipo kwa kila mtu, au kuna baadhi ya watu ambao Mungu amejichagulia mwenyewe alafu akaweka kusudi lake ndani mwake? Na kama lipo kwa kila mtu, je, yanakuwa yanatofautiana makusudi hayo ambayo anakuwa anaweka ndani mwa mtu, au linakuwa ni kusudi moja? Kusudi la Mungu kwa mtu, tunasema kuna yale makusudi ambayo yanawahusu watu wote, lakini pia kuna kusudi la Mungu kwa mtu binafsi. Na kiukweli, kama nilivyotangulia kusema, hilo tu wazo la Mungu na tumfanye mtu, maana yake mtu anayeongelewa hapa sio mtu mmoja. Maana yake kutoka kwa huyu mtu mmoja watakuja na watu wengine watakaosaidiana naye kwenye hilo kusudi la kutawala, kutiisha, unaone,
na baadaye tunaona anasema wazaane, waongezeke, waijaze nchi na kuitiisha. Kwa unaanza kuona kusudi la Mungu ni kwa kila mtu. Kila mtu ametokana na kusudi la Mungu na kila mtu anaishi kwa kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu amemkusudia mtu kuwepo. Uwepo wa mtu ndani yake una kusudi la Mungu. Sasa nawezaje kutambua kama mimi ninalo kusudi la Mungu ndani mwangu kama sijafahamishwa? Nawezaje kujua? Sasa kutambua kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu, jambo la kwanza mtu analoweza kufanya ni lazima arudi kwa Muumbaji, kwa yeye aliyetengeneza. Kwa mfano, naweza nikakutolea mfano labda wa simu yako mwenyewe. Kusudi la hiyo simu, kwa nini mwenye nayo ameiwekea button? Alikuwa amewaza nini? Kusudi liko kwa mtengenezaji. Unaona Kwa hiyo ili mtu aweze kujua kusudi la yeye kuwepo, manake lazima arudi kwa yule mtengenezaji, manufacturer. Yeye ndiye anajua kusudi la mtu kuwepo. Mtu asiporudi kwa mtengenezaji hawezi kujua kusudi la kutengenezwa kwake. Kwa hatua ya kwanza ya mtu kuelekea kujua kusudi lake au kusudi la Mungu kwenye maisha yake, namba moja tunasema ni kusudi la Mungu. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kulijua bila kurudi kwa Mungu mwenye kusudi. Unaona Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lazima mtu arudi kwa mwenye kusudi. Unaona Ndio maana nitakupatia mfano kidogo kwenye Biblia. Huyu mtu aliyeumbwa na Mungu baadaye aliwahi kumwacha Mungu akaanguka. Alivyoanguka, Mungu alimtoa bustanini. Unaona Na Mungu akaweka mpaka ulinzi kwamba huyu mtu asije akarudi tena katika hali ile ile ya anguko. Unaona Kwa hiyo tangu hapo mtu alipoenda mbali na Mungu, alienda mbali na kusudi la Mungu. Kwa ili alipate kusudi la Mungu kwenye hali nzuri, ni lazima arudi kwa yule aliyemtengeneza. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Ukisharudi kwa Mungu, ni hatua ya kwanza ya kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Labda kuna watu ambao bado wanapambana kulitafuta kusudi la Mungu na kulijua kusudi la Mungu ndani ya maisha yao, lakini bado kumekuwa na ugumu wa kulijua hilo kusudi. Kwa nini inakuwa na uzito kiasi hicho kulijua kusudi la Mungu, na kwa nini kunakuwa na process ndefu mpaka kulijua kusudi la Mungu ndani mwako? Unajua, kulijua kusudi la Mungu ni mchakato. Ni lazima kwanza uanze kumjua Mungu. Na maandiko yanasema kumjua Mungu ni ufahamu, na kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo kulijua kusudi la Mungu haiji haraka haraka. Kwa hiyo inahitaji mchakato wa kwanza wa kumjua Mungu mwenyewe, na kumjua Mungu inahitaji muda. Unahitaji kujifunza kuhusu Mungu, unahitaji kuwa na ukaribu naye, kuwa na mahusiano naye. Unaona ile inakujengea kujua tabia yake, yeye ni Mungu wa aina gani. Kwa hiyo haiji haraka. Unaona kuna mchakato ambao ni lazima mtu apitie, na ule mchakato ndio unakuja kumleta sasa kulijua kusudi la Mungu, na akishalijua kusudi la Mungu basi anaweza kulitumikia. Sasa kwa nini nakuwa ni mchakato mrefu, na wakati huo tunajua kwamba Mungu ameliweka kusudi ili mtu akalitimize? Sasa kwa nini Mungu analificha hilo kusudi, hataki mtu alijue kwa haraka? Sio kwamba Mungu hataki mtu alijue kwa haraka, lakini ni umbali wa mtu anaokuwa nao na Mungu. Kwa sababu Mungu yupo na kusudi lake lipo, na ni mwanadamu ndiye alienda mbali na Mungu. Unaona Kwa hiyo katika harakati zake za kurudi kwa Mungu ndio inamsaidia, ndio unakuwa pia ni safari hiyo hiyo moja ya kurudi kwenye kulijua kusudi la Mungu. Kwa sio kwamba Mungu amelificha kusudi lake, lakini ni umbali ambao watu wanakuwepo mbali na Mungu. Kwa katika harakati zake sasa huyu mtu na juhudi zake za kurudi kumtafuta Mungu, hapa ndio anakuja kukutana na kusudi la Mungu. Lakini pia sababu nyingine ya pili
ni Mungu pia kumtengeneza mtu. Unajua, nitakutolea mfano kwa mtu mmoja anaitwa Musa. Musa alizaliwa kwenye familia ya Kiebrania kabisa kule katika nchi ya Misri, lakini huyu Musa alikulia kwenye nyumba ya Farao miaka 40. Yuko kwenye nyumba ya Farao, maana yake yuko Misri miaka 40 yote, yuko analelewa kwenye nyumba ya Farao na ni mmoja ya familia ya Farao miaka yote 40, akasoma elimu ya Kimisri, unaona na baadaye sasa anapokuja kutoka Misri kwa kumkimbia Farao, tunaona Musa tena anaenda Midiani, anaenda jangwani muda wa miaka mingine 40. Sasa hii miaka 40 akiwa jangwani, maandiko yanasema Musa alikuwa kwa kuhani wa Midiani, unaona Yethro. Kwa yule kuhani wa Midiani alimsaidia kumfundisha baadhi ya mambo, unaona. Lengo la kwanza ni kupata elimu ya namna ya kumjua Mungu ambaye hakumjua akiwa Misri, unaona. Kwa hiyo anaenda jangwani kule, na kwa sababu kusudi la Musa kuzaliwa ilikuwa ni kuwatoa wana wa Israeli utumwani Misri, na alitakiwa kupita jangwani. Kwa Mungu alikuwa kwenye hatua za kumfundisha maisha ya jangwani. Alikuwa anachunga kule jangwani, ajifunze kuhusu hali ya hewa ya jangwani kule, ugumu wa jangwa, changamoto za jangwani, kwa sababu kusudi lake litakuja kutimia jangwani. Kwa Mungu akatumia muda mrefu pia kumfundisha mazingira, unaone, utamaduni wa jangwani, kazi ya kuchunga, kuongoza, unaone. Kwa Mungu akatumia miaka mingine 40 kumfundisha Musa maisha ya jangwani. Hapa pote anamfundisha kusudi, elimu ambayo itakuja kumsaidia kulibeba kusudi lake baadaye. Miaka mingine 40. Hapo unaona inafika miaka mingapi? 80. Yeah. Baada ya hiyo miaka 40 ndio Musa sasa anaingia kulijua kusudi la Mungu. Mungu anamtokea, anamwambia Bwana kwenye kijiti kinachowaka moto, anamwambia nenda Misri kawatoe watu wangu kule, unaona. Kwa hiyo Musa tunaona anaanza kulitumikia kusudi la Mungu miaka mingine 40. Maana Musa amekufa na miaka 120. Kwa hiyo miaka mingine 40 iliyobakia ni miaka ambayo alilitimiza lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo Mungu sio kwamba analificha kusudi, kuna mchakato hapo, unaona. Mtu anakuwa yuko mbali na Mungu, lazima arudi mahali sahihi kwa Mungu. Akishakutana na Mungu, Mungu anaanza kumshape, kumtengeneza kulingana na kusudi lenyewe, unaona. Kama kusudi linatakiwa mtu apite kwenye tundu dogo na yeye ana umbo kubwa, maana yake Mungu atamchonga mpaka afiti kupita pale. Sasa shikilia hapo hapo tutarudi kwako. Mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Neno la Mungu ambalo tunafundishwa na Mchungaji Samuel Sabato, ambapo tunaangazia ni namna gani unaweza kulijua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Nikusiendelea kutufuatilia, Mchungaji Sabato anaendelea kutufafanulia kwa uzuri zaidi. Sasa Sabato, kabla sijaondoka hapo, ulikuwa unaendelea kuelezea mchakato ambavyo Mungu anaweza kumfanya mtu. Hebu tuendelea kutuelezea kwa undani, ni mchakato gani ambao mtu anaweza akapitia wakati anataka kulijua kusudi la Mungu ndani mwake? Sasa ndio tulikuwa tunaendelea hapo kwamba kusudi la Mungu sio kitu ambacho kinakuja haraka. Kinahitaji kutengenezwa, kinahitaji kuchongwa ili ufiti kwenye kusudi. Mwanzo nilikutolea mfano wa simu. Ndio. Nikakuonesha namna ilivyowekewa vitu pale. Ndio. Unaona kuna simu zingine zina button, zingine zina hizi simu za touch, unaona zinakuwa zina touch imekaa kwa namna fulani, kila kitu, kuna kamera, kuna button na kila kitu pale. Kila kitu pale kimewekwa kwa kusudi. Ndio. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye ametengeneza anataka kutumia kwa ajili ya jambo fulani. Kwa mfano mtu ambaye anatengeneza tuseme sululu. Yeah. Sululu ni kwa ajili ya kuchimba. Yeah. Kwa hiyo utaona ataichonga iwe na ncha kali. Yeah. Unaona, kwa sababu kusudi lake ni kutoboa mahali pagumu. Unaona? Yeah. Sasa huo mchakato huo
wa kuiweka kwenye moto, kuibonda. Ni muda unatumika, nguvu inatumika, resources zinatumika, unaona, maarifa pia yanatumika. Kwa unaanza kuona kitu kingine kwenye kusudi la Mungu, kabla mtu hajalitimiza hilo kusudi, pana uwekezaji pia. Mungu lazima awekeze kwenye kusudi lake. Kwenye kumtengeneza mtu lazima anawekeza. Tumetoa mfano wa Musa. Unaona, miaka 40 anasoma kule Misri, elimu ya Kimisri, ajue utawala. Unaona, mambo ya kimaongozi, ajue Farao ni mtu wa namna gani, utaratibu wa Misri ukoje. Unaona, baada ya hapo anazidi kusogezwa jangwani, ajifunze mazingira ya jangwani. Baada ya hapo Mungu anamtuma kwa Farao. Kwa nini alienda kwa Farao? Kwa sababu anajua Farao anavyoongea, anajua utaratibu wa Farao, anajua sheria za Misri. Unaona, anajua akimfuata Farao wakati aongeeje, anajua kusimama mbele ya mfalme kwa sababu amekulia kwa mfalme. Kwa anajua namna ya kuingia kwa mfalme na kuwasilisha hoja. Ndio maana haikuwa ngumu yeye Musa kufika mpaka kwa Farao. Unajua watu wengi hawajui ile tu kufika kwa mfalme halikuwa jambo rahisi. Kwa mtu tu wa kawaida, kama haujui utaratibu wa namna ya kupita hapa, nipite hapa mpaka nifike kwa mfalme, huwezi kufika. Kwa hiyo ndio Mungu alimwandaa Musa ili ajue ni namna gani anaweza kupita, amuone nani ili kufika kwa Farao. Unaona, kwa ndio ile miaka 40 ya kwanza ajue lugha ya Misri, namna gani ya kuongea na wasomi, watawala wa Misri. Unaona, na aijue siasa ya Misri. Unaona, hicho kilimsaidia. Na baadaye alivyoenda jangwani ajue jangwa. Unaona, kwa hiyo Mungu alipokuwa anaanza kumtumia, alimtumia mtu ambaye ameandaliwa. Unaona, tayari anajua Misri. Kwa Mungu anapomwambia nenda kwa Farao, anafahamu utaratibu wa kule. Unaona, alafu anapomwambia utawaongoza jangwani, anajua utaratibu wa jangwani ukoje. Kwa ndio maana Mungu akaandaa hiyo miaka yote 80. Kwa kusudi la Mungu ili mtu alijue ni mchakato. Mchakato wa kwanza ni kurudi kwa Mungu, ni kukutana na Mungu, ni kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, ndio sasa Mungu anaanza kukuandaa. Kuna maandalizi. Kwa mfano, kusudi la Mungu kwa mtu ikiwa ni awe mchungaji. Unaona kuna maandalizi, haiwi tu siku moja. Kuna maandalizi ambayo mtu anapewa. Unaona, anapitia. Unaona, mwingine atakaa chini ya mchungaji, mwingine atajifunza pale, atatoka hapo ataenda chuo cha Biblia, atajifunza kule. Unaona, hata akitoka huko tena atakuwa chini ya mchungaji mwingine, atajifunza pale. Inaenda, haiwi siku moja tu mtu anaitwa anaingia kazini. Kwa lazima ajifunze kuhusu yule mwenye kusudi, amjue, alafu sasa afunzwe kuhusu kusudi lenyewe, alifahamu, alafu baadaye atengenezwe ili kusudi kufaa kwenye lile kusudi. Nitakupatia mfano wa mtu mmoja anaitwa Sauli, au wengi tunamuita Paulo. Paulo alikuwa ni muuaji. Unaona, alikuwa haamini kuhusu Mungu, na hata wale waliokuwa wanasema Yesu ni amefufuka alikuwa anawaua. Kwa nini? Alikuwa anaona ni kitu ambacho hakipo. Mnasemaje mtu amekufa amefufuka? Haviingia akilini. Lakini tunaona siku moja ni kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, akiwa anaelekea kutimiza kusudi lingine baya alilokuwa nalo, Yesu akamtokea, akawa kipofu. Na Yesu alifanya nini wakati ameanguka chini? Akamwelekeza, akamwambia nenda sehemu fulani. Ukifika pale utakutana na mtu fulani atakuelekeza. Alikuwa anaitwa Anania. Amba nenda kwa Anania atakuelekeza. Unaona, ya kupasao kutenda. Lakini ukifuatilia maisha ya Paulo, naona ni miaka mingi baada ya kukutana na Yesu hajatumika. Anasema yeye mwenyewe kwenye moja ya nyaraka zake, akaenda Arabuni nyikani alikokaa zaidi ya miaka 7 akifundishwa na Bwana. Unaona, Bwana alikuwa anamfundisha nini? Anamfundisha na kumnoa kwa ajili ya utumishi, ambaye baadaye akaja kuwa mtumishi mzuri, akaandika nyaraka nyingi, zaidi ya nyaraka 13 ameziandika, lakini akatumika kufungua makanisa mengi na umishenari mkubwa sana. Kwa hiyo kusudi la Mungu lina mchakato, na mchakato huo unalenga kumshepu mtu
ili afiti kwenye lile kusudi ambalo amewekewa na Mungu. Sasa mchungaji, kwenye hiyo mifano yako uliyoitolea nimekuelewa vizuri sana. Lakini kwenye hiyo mifano yote kwa kila mtu anapojaribu kulitafuta kusudi la Mungu kuna mazingira fulani magumu lazima apitie. Je, ni lazima kila mtu apitie kwenye hiyo hali ngumu? Umemtolea mfano Musa. Musa amepitia changamoto nyingi jangwani mpaka kufika kwa Farao, ni changamoto nyingi amepitia. Lakini umetoa mfano kwa Sauli, amepitia changamoto nyingi mpaka kumjua Yesu na kulijua kusudi la Mungu ndani mwake, amepitia changamoto nyingi. Lakini kuna mtu mwingine ukimsoma Yusufu, Yusufu naye alipitia changamoto, alipitia mapito magumu wakati analitafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Je, ni lazima kwa kila mtu kupitia hizo nyakati wakati analitafuta kusudi la Mungu? Mchakato wa matengenezo au kumtengeneza mtu ili afiti kwenye kusudi la Mungu, ni sikufiche, uweze ukaepuka maumivu, kwa sababu lazima tukubali kwamba hiki kinachotengenezwa ni chombo, na kama chombo kwenye mikono ya mhunzi lazima kitengenezwe wakati mwingine kwa maumivu, kwa sababu uelewe kabisa huyu anayetengenezwa alikuwa kwenye maisha yake fulani, alikuwa kwenye mipango yake mingine, alikuwa kwenye maisha mengine. Sasa anasogezwa, anaingizwa kwenye mfumo mwingine wa maisha ambao unaendana na kusudi la Mungu ambalo amemwekea. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anamtengeneza kwa maumivu, yanakuwepo maumivu, kuna vitu ambavyo lazima viondolewe. Unaona, ni mfano nimekutolea mfano wa muhunzi anapotengeneza chombo. Unaona, kuna wakati kile chombo ili kipate shepu, ile shepu haitokei kirahisi, lazima kuna sehemu kipindwe. Unaona, kwa mfano unaona kitu kama kijiko namna kilivyokaa maana yake kimepindwa kile, maana yake ile mchakato wa kukikunja ujawa rahisi mpaka hata birika mpaka likae vile, lazima kuna mchakato. Kwa kwenye mchakato ule lazima pana maumivu fulani. Kuna vitu ambavyo lazima Mungu avivunje, kuna vitu ambavyo lazima Mungu aviondoe, kuna mahali ambapo lazima Mungu apagonge, kwa sababu kusudi la Mungu, unajua, sio kwamba Mungu amekuwa nalo leo. Kusudi la Mungu kwa mtu limekuwepo hata kabla huyo mtu hajaja. Mungu alikuwa na kusudi, alijua kabisa kuna mtu fulani atakuja, na akija atatimiza hiki na hiki na hiki. Kwa kusudi la Mungu lenyewe halibadiliki, liko pale pale, lakini sasa mtu anapokuja ndo anabadilika. Unaona, anaenda mbali, unaona, na kusudi. Kwa hiyo ni mtu ndio anachongwa kulifanania kusudi. Kusudi alichongwe kumfanania mtu. Unaona, ni mtu ndiye anatengenezwa ili kusudi afiti kwenye lile kusudi. Unaona, kwa hiyo ili alifananie kusudi, maana yake lazima sasa afinyangwe, atengenezwe kulingana na kusudi lenyewe lilivyo, ili kusudi aweze kufiti pale. Kwa hiyo kwenye mchakato huo panakuwa na maumivu, kwenye mchakato huo pia panakuwa na nyakati ngumu, kwenye mchakato huo kuna vitu lazima vitolewe ambavyo huyu mtu alikuwa anavipenda. Unaona, kuna marafiki ambao lazima aondolewe ambao alikuwa anawapenda. Kuna mahali ambapo alikuwa anapendelea kwenda, sasa hataenda tena. Kwa nini? Kwa sababu kusudi linazuia asiende hapo, kusudi linamlazimisha apite njia hii. Unaona, kuna vitu ambavyo alizoea kuvifanya, sasa hata vifanye kwa sababu kusudi limegoma asifanye hivyo. Kwa hiyo mtu anapolipata kusudi la Mungu, unaona maisha yake yote yanabadilika. Kwa hiyo panakuwa pana maumivu fulani ambayo mtu anayapitia, pana madhila fulani ambayo mtu lazima yapitie. Kwa uzoefu wangu na kwa ushahidi wa maandiko, ninasema ili ufiti kwenye kusudi la Mungu pana maumivu, lazima upite kwenye moto ili kusudi uweze kutengenezwa kulifanania kusudi la Mungu. Ndugu mtazamaji, kuna kitu nimekizingatia. Mtu lazima uchongwe ili kulifiti kusudi, na sio kusudi lichongwe likufiti wewe. Zingatia hilo mtazamaji. Hakikisha unapotafuta kusudi la Mungu, kubali kuchongwa ili ulifiti kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani mwako. Nadhani vipo vitu vingi ambavyo tunatamani kuendelea kujifunza, lakini kutokana na muda wetu, natamani mchungaji useme neno la mwisho, lakini ili somo tutaendelea nalo wakati ujao. Natamani kwa sasa useme neno la mwisho kuhusiana na kusudi, alafu tutaendelea na ili somo siku nyingine.
Amina. Somo hili kama nilivyosema ni somo pana na sio ambalo tunaweza tukalikava kwenye kipindi kimoja. Ni somo refu sana ambalo linahitaji vitu vingi. Leo tumeangalia tu kwa juu kidogo, kwa maana ya kulifafanua kusudi la Mungu lenyewe ni nini, linamaanisha nini, lakini ni somo ambalo ni pana. Ninaamini Mungu atakapoendelea kutupa neema tutagusia vitu vingi hapo ndani. Kuna kujua pia tofauti kati ya kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu. Ni vitu tofauti kabisa hivyo, lakini vinaendana pamoja. Nafikiri baadaye tutakapopata nafasi tutaangalia vitu hivyo ambavyo ni vitu tofauti sana, lakini vinaenda kwa pamoja. Zaidi ya yote niseme tu nitilie mkazo pointi kadhaa ambazo nimetangulia kuzisema. Ya kwanza, ili ulijue kusudi la Mungu ni lazima umjue Mungu sana, na Mungu akubariki. Amina. Mungu akubariki sana. Karibuni sana. Asante. Ndugu mtazamaji, nadhani umejifunza mengi tangu tulipoanza kipindi chetu, na ni matumaini yangu utaenda kuyafanyia kazi na utalijua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Lakini nikusihi, endelea kutufuatilia kwenye vipindi vijavyo ili uweze kupata somo kamili. Huu ni utangulizi tu, nikusihi vipindi vingine endelea kutufuatilia ili upate somo lililokamilika. Mimi jina langu ni John Dagau.